Safari ya machungu na ushujaa, hadithi ya Moses Nyondo. Kijiji cha Vitsangalaweni kilichopo katika kaunti ya Kwale, Kenya, kilikuwa mahali pa amani lakini pia pa changamoto nyingi. Hapo ndipo alipozaliwa Moses Nyondo, kijana mwenye ndoto kubwa lakini maisha ya taabu. Alikuwa yatima tangu akiwa na miaka 10 baada ya wazazi wake kufariki kwenye ajali ya barabarani. Aliishi na nyanya yake mzee Bikadzo ambaye licha ya uzee wake alitahidi kumlea kwa bidii. Hali ya maisha ilikuwa ngumu. Wakati wenzake walipokuwa shuleni, Moses alihangaika kutafuta riziki kwa kufanya vibarua vya shambani na kuchunga mbuzi wa jirani. Lakini moyoni mwake alitamani dunia kubwa zaidi. Alitamani kusafiri hadi Ulaya kutafuta maisha bora. Uamuzi wa hatari. Siku moja, baada ya nyanya yake kuugua vibaya na kukosa pesa za matibabu, Moses aliamua kufanya jambo la kushangaza: kusafiri kwa miguu hadi Ulaya. Alisikia hadithi za vijana waliotorokea mataifa ya mbali kwa matumaini ya maisha bora. Bila kitu chochote zaidi ya mkoba wake mdogo uliojaa mahindi mabichi na chupa ya maji, aliondoka usiku wa manane akiwa na matumaini tu. Safari ilianza kwa kupitia misitu ya Shimba Hills, akiepuka wanyama wakali na askari wa mbuga waliokuwa wakilinda wanyama pori. Alitembea hadi Mombasa, ambako alijificha kwenye lori la mizigo lililompeleka hadi Malindi. Kutoka hapo, alitembea kuelekea mpaka wa Kenya na Tanzania. Mateso barabarani. Akiwa na manga mpakani mwa Kenya na Tanzania, Moses alikumbana na hali ngumu. Polisi wa mpakani walimkamata kwa kudhani ni mhamiaji haramu. Lakini kwa bahati, mfanyabiashara mmoja mwenye huruma alimhonga polisi na kumwambia, kijana huyu hana kosa, mwacheni aende. Alipoingia Tanzania, aligundua kuwa safari ilikuwa ngumu kuliko alivyofikiria. Alilala barabarani, alikula mabaki ya chakula kwenye masoko ya miji, na mara kadhaa alivamiwa na wahuni waliotaka kuibia kila kitu. Lakini hakukata tamaa. Katika jiji la Dar es Salaam alijaribu kupanda meli kwa siri, lakini alikamatwa na kufukuzwa bandarini. Bila chaguo jingine, aliendelea na safari yake kwa miguu kuelekea Zambia. Nia ya mauti. Moses alivuka mipaka ya Lawi, Zambia na Zimbabwe akikabiliana na njaa, magonjwa na baridi kali. Alipofika Botswana, alijiunga na kundi la wahamiaji waliokuwa wakijaribu jangwa la Kalahari. Hii ilikuwa sehemu hatari zaidi ya safari yake. Kwa siku 3 walitembea jangwani bila maji. Watu walidondoka mmoja baada ya mwingine, wakafa kwa kiu na uchovu. Moses, akiwa amechoka na mwili umejaa vidonda, alikumbuka maneno ya nyanya yake, usikate tamaa, yuko na wewe. Aliendelea mbele hadi akafika Namibia, kisha akaingia Angola, ambako alinusurika risasi za magenge ya uhalifu waliokuwa wakisaka wageni. Kilio cha miaka 2 ya mateso, Moses hatimaye alifika Libya, lango kuu la kuingia Ulaya. Lakini hakujua hapa ndipo mahali pa mateso makubwa zaidi. Aliuzwa kama mtumwa na kuwekwa kizuizini na magenge ya wasafirishaji haramu wa binadamu. Alipewa viboko, alilazimishwa kufanya kazi bila malipo, na mara nyingine alilazimika kula mabaki ya panya ili kuishi. Lakini aliendelea kuwa na tumaini. Baada ya miezi 6 ya kuteseka, alifanikiwa kutoroka na kuingia katika mojawapo ya boti hatari zinazoelekea Italia. Bahari ya Mediterranean ilikuwa na mawimbi makubwa. Boti ilipozama, Moses alinusurika kwa kushikilia kipande cha mbao kwa saa 20 kabla ya kuokolewa na meli ya mashirika ya misaada. Ndoto imetimia, lakini kwa machungu. Alipofika Italia alikuwa amepoteza kila kitu. Mwili wake ulikonda, akili yake ilichoka, lakini ndoto yake ya kufika Ulaya ilikuwa imetimia. Alipewa hifadhi, lakini moyo wake haukuwa na furaha. Mwaka mmoja baadaye alipata habari mbaya kutoka Kenya. Nyanya yake alifariki siku chache baada ya yeye kuondoka. Moses alilia kwa uchungu. Alihisi kama safari yake haikuwa na maana tena. Lakini alikumbuka jambo moja: alitaka maisha bora. Alienda shule, alijifunza lugha mpya, na baadaye alipata kazi kwenye kiwanda cha